Hii ni tafsiri ya Biblia na hii ni sehemu ya pili. Tumeshaangalia sehemu ya kwanza ambapo Mathayo alianza kutambulisha kwenye mstari ule wa kwanza, anasema kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahim. Nikwambia kwa nini mwana wa Daudi? Kwa sababu walikuwa wanaamini Wayahudi kwamba Kristo atatokea katika ukoo wa Daudi. Ndio maana anasema Yesu Kristo mwana wa Daudi. Lakini kwa nini anamtarget Ibrahim? Kwa sababu ujumbe wake ulikuwa ni kwa Wayahudi ambao taifa lao na chanzo chao ilikuwa ni Ibrahim, ambaye Mungu alimuita kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 12. Na kwa maana hiyo nataka nizungumzie vitu vichache hapa. Nilikwambia Yesu ni jina lake, na jina lake hili linamaanisha, Yesu ni muunganiko wa maneno mawili au majina mawili. Kuna Yawe ambaye ni Mungu, lakini pia anaokoa au wokovu. Yani Yawe ni wokovu. Maana yake Yesu jina kamili kwa namna linavyotamkwa kwenye Kiebrania ni Yeshua au Yehoshua. Na kwa maana hiyo Yehoshua ni tafsiri yake ni maneno, kuna maneno mawili hapo, kuna Yawe na wokovu au Yawe anaokoa. Ndio maana wakati Mathayo anaandika pale kwenye kitabu cha Mathayo sura ya kwanza, tuangalie mstari ule wa 21. Biblia inasema naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Maana alikuwa anajaribu kuonesha maana ya jina na ya kile ambacho tutakifanya, kwa maana kwamba Yawe anaokoa na atahusika kuwaokoa watu na dhambi zao. Kwa hiyo Yesu ni mtu ambaye alitumwa, kwa sababu nimekwambia kwenye video iliyopita kwamba Kristo tafsiri yake ni mtu aliyepakwa mafuta au ni mtumishi wa Mungu. Kwa Yesu ni mtumishi wa Mungu ambaye alipakwa mafuta kuja kuwaokoa watu kutoka kwenye dhambi. Na kwa maana hiyo, kwa kumwamini Yesu, kwa kuendelea kukaa na Yesu, unakuwa huru kabisa. Kuna dhambi ilikuwa inakusumbua, kuna changamoto zilikuwa zinakusumbua, kuna shida yani kuna dhambi ulikuwa unashindwa kuiacha, unakuwa huru. Lakini dhambi ndio chanzo cha matatizo yote. Dhambi ndio chanzo cha magonjwa, dhambi ndio chanzo cha mauti, dhambi ndio chanzo cha chuki, kero, kutokupendana, kuchukiana na kila aina ya shida. Na kwa maana hiyo Yesu anapokuja kuondoa dhambi, anakuja kuondoa mzizi matatizo yote, anakuja kuondoa chanzo cha mabaya yote. Kwa maana ndani ya Yesu kuna amani tele. Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi kwamba ufalme wa Mungu ni haki, furaha na amani katika Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni Yesu katika hali ya roho. Tutakuja kujifunza huko mbele nikiendelea kufuatilia hivi vipindi. Roho Mtakatifu ni Yesu katika hali ya roho. Na kwa maana hiyo, kwa kukubali Yesu, kwa kuendelea kutembea naye, vifungo vya dhambi vinakatika. Mimi naongea na wewe hapa ni shahidi. Mungu amenibadilisha kwa kuendelea kutembea na Yesu. Zamani nilikuwa mwenye dhambi, lakini sasa hivi ninaichukia dhambi, siipendi dhambi na siijui dhambi. Kwa nini? Kwa sababu kweli Yesu anaokoa kutoka dhambini. Na akikuokoa kutoka dhambini, amekuokoa kutoka kwenye maisha ya laana. Maisha ya laana unatoka, maisha ya shida, taabu, chuki, kutokukubaliwa, kutokupendwa, kutokuthaminiwa, thamani yako kuwa chini, roho za kukataliwa, roho za sijui kuteswa na vifungo vya giza. Vyote huko unatoka, unaingia kwenye uhuru ambao Mungu alikusudia tangu awali mwanadamu awe nao. Kwa hiyo Mathayo sura ya kwanza anasema kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahim. Alafu mstari wa pili anaendelea kwa kusema Ibrahimu alimzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yuda na ndugu zake. Kwa nini anasema Yuda na ndugu zake? Kwa sababu Yuda sasa ndio ambako Yesu alitokea. Ndugu zake anamaanisha makabila 12 ya Israeli. Na kwa maana hiyo anatenga Yuda na ndugu zake, akimaanisha kwamba hapa anaendelea kutaja uzao wa Yuda ambako Yesu alikuja akatokea. Na kwa maana hiyo anaendelea, Yuda akamzaa Peresi na Zera kwa Tamari. Peresi akamzaa Esromu, Esromu akamzaa Aramu, Aramu akamzaa Aminadabu, Aminadabu akamzaa Nashoni, Nashoni akamzaa Salmoni, Salmoni akamzaa Boazi kwa Rahabu, Boazi akamzaa Obedi kwa Rutu, Obedi akamzaa Yese, Yese akamzaa mfalme Daudi, Daudi akamzaa Sulemani kwa yule mke wa Uria, Sulemani akamzaa Rehoboamu, Rehoboamu akamzaa Abia, Abia akamzaa Asa. Anaendelea mpaka mstari ule wa 17 anaendelea kutaja hivi vizazi. Kwenye hivi vizazi kuna watu maalum ambao natamani tuwazungumzie kidogo. Kwanza utaona kuna maeneo tofauti anaweka kwa Tamari, sijui anatumia neno kwa. Wengine anataja, lakini mfano mstari wa 3 anasema Yuda akamzaa Peresi na Zera kwa Tamari. Lakini pia mstari wa 5 anasema Salmoni akamzaa Boazi, Boazi kwa Rahabu, Boazi kwa Rahabu.
Unaona kuna kwa tena nyingine. Lakini pia mstari ule wa 6 Biblia inasema Yese akamzaa mfalme Daudi, Daudi akamzaa Sulemani kwa yule mke wa Uria. Anatumia kwa sababu hao waliowekwa kwenye kwa hapo ni watu wa mataifa. Kwa hiyo Mathayo alichokuwa anajaribu kuwaonesha Wayahudi wenzake ni kwamba pamoja na kwamba sisi ndio tulikuwa taifa teule tuliochaguliwa na Mungu, lakini pia Mungu sio kwamba alikuwa amewakataa watu wa mataifa. Kwa mfano kuna huyu Rutu alikuwa ni Moabu. Mungu alikuwa amepiga marufuku kabisa wa Moabu kujihusisha na wana wa Israeli. Lakini Rutu akaingia kwa wana wa Israeli na akahusika kwenye ukoo ambao ukaja kumleta Yesu. Kwa lengo la Mungu hasa ilikuwa sio kwamba alikuwa anawachukia watu wa mataifa mengine, ila Mungu alikuwa anataka awatumie kwanza wana wa Israeli kwanza. Lakini yeyote ambaye angemwendea Mungu angemkubali, kwa sababu Biblia inasema kwamba Mungu hana upendeleo. Na Mungu kweli hana upendeleo. Mtu yeyote ambaye anaamua kufuata njia za Mungu, kanuni za Mungu, matendo ya Mungu na kujifunza kutokea kwa Mungu, Mungu anambadilisha. Hakuna mtu ambaye Mungu ameumba kwa udogo au kwa bahati mbaya au bila makusudi makuu. Kila mtu ana makusudi makuu. Tatizo ni watu wanakataa kumwendea Mungu. Tatizo ni watu wanashinda kumfuata Mungu kwa namna ambayo Mungu anakusudia. Biblia inasema kwamba anitafutaye kwa bidii. Mungu anasema anitafutaye kwa bidii ataniona. Kitabu cha Misali sura ya 8 kuanzia mstari wa 17. Anasema nawapenda wale wanipendao, nao wanitafutao kwa bidii wataniona. Alafu anaendelea mbele anasema utajiri na heshima viko kwangu. Naam, utajiri na haki. Utajiri unaodumu. Mungu anaweza kutupa kila kitu. Tunaweza kupata kila kitu ambacho tunakihitaji kwa Mungu. Kinachohitajika ni sisi kukaa na Mungu, kumtafuta Mungu kwa bidii. Kwa hiyo nimekuambia kwa nini alikuwa anatumia kwa. Lakini kipekee zaidi tumzungumzie Rahabu. Rahabu anatajwa kwenye maeneo mawili. Rahabu anatajwa kwenye kitabu cha Yakobo, lakini pia anatajwa kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 11. Ndio maana ni muhimu tukamzungumzia. Na fundisho kubwa ambalo anatajwa kwenye vitabu vyote viwili ni fundisho la imani. Kwenye kitabu cha Yakobo anatajwa kama mtu ambaye alikuwa ana imani ambayo iliambatana na matendo, akimaanisha kwamba mwandishi wa kitabu cha Yakobo kwamba kama tuna imani haitaki kuishia tu kwenye kwamba ninaamini. Ukisema unaamini, hata mapepo yanaamini, hata mashetani yanaamini. Lazima imani yako ithibitike kwenye matendo. Kwa hiyo unaanza kweli kwa kuamini kutokea ndani, lakini lazima tuone matunda ya kile ambacho tunakiamini. Lazima tuone mabadiliko. Lazima tuone uthibitisho kwamba mimi ninaamini hivi, ninatenda hivi. Ndio fundisho kubwa ambalo tunalipata kwa Rahabu. Rahabu alikuwa ni kahaba. Alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa anajiuza. Na wakati wana wa Israeli wanataka wauvamie mji wa Yeriko, Rahabu ndio ambao aliwasaidia. Na wakati anawasaidia, akawa ameahidiana nao kwamba mimi nimejua kwamba Mungu wenu ndio Mungu wa kweli na ndio Mungu mwenye nguvu. Hao walikuwa ni wana wa Israeli. Lazima niahidi kwamba mimi nikiwasaidia mtoke mahali hapa salama, nyinyi pia kuchukua huu mji mtaiokoa familia yangu. Na kwa maana hiyo alikuwa ameonyesha imani, lakini pia alikuwa ameonyesha toba ya kweli na ameamua kumgeukia Mungu na kumfuata Mungu kweli kweli. Ndio funzo kubwa ambalo Rahabu alikuwa anafundisha. Hapo tunaona kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 11. Biblia inasema kwa imani Rahabu aliwatoa wale Wabeli. Kwa alikuwa na imani kwamba huyu ni Mungu wa kweli, na akawa ameamua kumgeukia Mungu na kumfuata Mungu wa Israeli, na akawa ameokoka. Kwa hiyo mtu yoyote yule ambaye atakuwa ameamua kumfuata Mungu wa kweli kwa toba ya kweli anaokoka na Mungu anamwokoa. Na kwa maana hiyo Mungu akimwokoa anamsaidia kile ambacho anakiamini kidhihirike kwenye matendo. Imani inaambatana na matendo, lakini matendo ndiyo ambayo Mungu anatuwezesha kuyatenda. Biblia inasema kwenye kitabu wa Filipi sura ya 2 mstari wa 13 kwamba ni Mungu ndiye atendaye kazi ndani yetu katika kutaka kwetu na kutenda kwetu ili alitimize kusudi lake jema. Kwa hiyo ndivyo ilivyo mwana wa Mungu. Naomba kwa leo tuishie hapa. Usikose kufuatilia mfululizo wa vipindi hivi vya uchambuzi wa Biblia kwenye YouTube channel yetu ya Pastor Jonas Msoma, lakini na platform zingine zote TikTok, Instagram na Facebook ni jina hilo Pastor Jonas Msoma. Mungu akubariki sana.